Kama unajikuta hujamaliza kucheza, na kuomba tafadhali usioe, kwa sababu kuoa ni tofauti na uhawala. Unajikuta unaoa, mwisho wa siku kucheza unataka na ndoa unaitaka, baadaye unampa mimba mtoto wenyewe. Kwa mwenyewe unatoka unakaa siku 2 siku 3 nyumbani haupo, unamwacha analea mtoto peke yake. Unategemea mwanamke afanye nini au unategemea nini? Hujui anavaa nini, umuulizi anakula nini. Unamwacha tu anaelea kama kuku. Uliposikia muoe au oa, yani yeye wewe ndio uwe mchunga wa yeye. Alafu wewe leo unakuwa chanzo cha kumwanzishia yeye awe malaya aliyakuwa yuko ndani ya ndoa. Haki ya nyumba hapati, unategemea akapate wapi? Kesho na kesho kutwa useme mke wangu malaya, wakati wewe ndio chanzo cha kusababisha yeye awe malaya. Siku 2 siku 3 akianza kukansela akasema achana naye bwana, unajua naye shaga ile tayari anafanya mambo yake. Siku kija kujua utaumia, na ukiumia utachukua maamuzi ya kumwacha yeye, kwa sababu wewe ndio umeanza, ila aliyeanza na aliyefuatia inakuwa kuna utofauti. Maumivu unayopata wewe, yeye ndio mara 2 yake, kwa sababu mwanamke na mwanaume kwenye mapenzi anaona kunoga zaidi mwanamke kuliko mwanaume, ndipo utakuwa umemwandaa vizuri. Na hata kwenye maumivu ndio iko hivyo, wala wanaona maumivu zaidi kuliko wewe. Hutaweza kunielewa. Hicho ni kisa kirefu sana, nikianza kukuhadithia sasa hivi sitaweza kumaliza sasa hivi. Kwa hiyo ndio usichukulie poa. Kama mtaki mtoto mwenyewe muache, akatafuta mwanaume atampata ambaye yuko vizuri atampata. Maana kuna baadhi ya wanaume walipoambiwa wao ndio viongozi wa ndani ya nyumba, basi ndio wamepata tiketi ya kuwatesa watoto wa nyumba. Kuna wanaume wanawatesa sana wake zao jamani. Yaani ajiulizi kwamba huyu ni binadamu, eti kisa sababu amemchoka. Ndio huyo ambaye ulimchukua majichuchu saa 6 kwa tumbo, alikuwa na tako. Leo unamuona kifuani pamelala, tako limefubaa. Ni wewe mwenyewe ndio ulomfanya hayo yote. Hata huyo unezuka naye unamuona kama ndio yuko hivyo, naye atakuwa hivyo. Wewe ni wewe tu na akili yako ambayo inaikususu. Sasa basi, siku utakuja kujua kama yule mwanamke ndiye alikuwa chaguo lako la maisha yako. Ndio siku utakuja kujua utakuwa umempata mwanaume ambaye ndiye ameendana naye na tabia, afu anaishi pamoja vizuri, tofauti na vile ulivyokuwa unamfanya kama punda pumbavu.